Kati ya programs za Adobe ambazo ni muhimu sana kuzifahamu ama kuzizingatia, hususan kwa ambaye anahitaji kuanza career graphics design, ni pamoja na Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ni program muhimu, inatumika kwenye shughuli mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kufanya photo retouching, kuedit vitu mbalimbali kama picha, kutengeneza illustrations, lakini pia kufanya kazi za graphics designing. Kwa graphics designers wengi ulimwenguni ambao wanafanya kazi za kibunifu, program ambayo inatumika kwa asilimia kubwa kama sio 100 basi ni Adobe Photoshop. Zipo program nyingi ambazo zinatumika kwenye graphics designing, lakini Adobe Photoshop ni program ambayo imezolewa umaarufu mkubwa kutokana na vile ambavyo inafanya kazi, inavyorahisisha kazi, lakini ambavyo pia ni rahisi kuitumia. Ingawa kwa mtu ambaye hajawahi kuitumia kwa mara ya kwanza, anaiona Adobe Photoshop ni ngumu, na huenda mtu akaifungua mara moja then akaacha kuitumia, kwa sababu ni program ambayo ina vipengele vingi, lakini si kwamba ni vigumu, lakini ni kutokana na kile ambacho unataka kufanya, kwa sababu Adobe Photoshop inafanya vitu vingi kulingana na matumizi. Si kila kitu unaweza kukitumia, lakini kile ambacho unakifanya ndicho kitaamua utumie kitu gani, uache kitu gani. So katika vitu ambavyo ni muhimu zaidi kufahamu katika Photoshop ni pale ambapo umefungua, ni lazima ufahamu ni vitu gani ambavyo ni very important vya kuvizingatia, lakini pia kufahamu kwamba ikifunguka Photoshop ni kitu gani ni cha msingi zaidi. So katika hatua ya kwanza ambayo tunatakiwa tuifanye kwanza ni kufungua Adobe Photoshop. Baada ya kufungua Photoshop unakutana na menu kama hii, na menu hii inaonyesha the home screen ya Photoshop, kwamba hapa sasa ndipo unapoanzia safari yako baada ya kufungua Photoshop. Vitu utakavyokutana navyo, utakutana na menu bar, lakini pia utakutana na hii home na hizi options mbili. Lakini kama ulisha kuifungua na kuna kazi ulizifanya, basi utazikuta kwenye recent. Lakini kama ni kwa mara ya kwanza, utakutana na zile settings chache, labda kama presets za size za documents, lakini ukakutana hizi recent task kwa sababu bado ulianza kutumia. Lakini katika versions ambazo unakuwa recommended kuzitumia ni kuanzia version at least ya Adobe CC, lakini kuanzia 2021 na kuendelea, kwa sababu at least hizo zina features mpya ambazo zitakusaidia kurahisisha baadhi ya kazi ambazo huenda ungeshindwa kuzifanya kwenye versions nyingine, ikiwa ni pamoja na CS6 au CC ambayo inaanzia 2020 na kushuka. Kuna options nyingi ambazo zilisha kuwa updated kuanzia 2021 na kuendelea. So after opening utakutana na dialog kama hii, lakini kwa sababu tunahitaji kufungua ndani tuweze kufahamu vitu gani tunavipata ndani, tunahitaji to create a new document. Nadhani kama ni mtumiaji wa programs tofauti, hata kama ni wale watumiaji wa programs za maybe Microsoft, pia unahitajika ku create a blank page ili uweze kufanya kazi yako, kama ni kuandika barua ama ni kuandika. So hata kwenye program ya Adobe Photoshop kwanza ni after opening the program ni lazima utakutana na dialog ya ku create a new document au ku open kazi nyingine ambayo unataka kuifanya. So kwa sababu tunaanza, tunahitaji ku create a new document. So after clicking utakutana na hii dialog ambayo itakuja hii dashboard au window ambayo inaonyesha options tofauti tofauti. Hapo utakutana na recent, utakutana na saved, utakutana na photo, prints, utakutana na art and illustration, web, mobile, film and video. Hizo zote ni options za setting ama dimensions kulingana na kitu ambacho unakihitaji. Mfano kwenye recent ni zile kazi ambazo unazitumia mara kwa mara, kwa sababu mimi huwa naitumia Photoshop mara nyingi, so zipo presets ambazo tayari nilishazitumia. Lakini kwenye saved ni zile ambazo nimesave kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Lakini kwenye photo utakutana na zile settings za size za picha mbalimbali ama size za picha ambazo hizo zinatumika sana sana kwa wapiga picha na wale ambao wanaandaa picha mbalimbali. Lakini pia kuna sehemu ya print. Kwenye printing ni zile printable documents kuanzia labda A1, A2, A3, A4, A5, A6, lakini B5, B5 hivyo zile printable document. Lakini pia kuna art and illustration. Hapa ni zile kazi tofauti tofauti ambazo zinafanyika kwenye Photoshop. Sasa kuna ambao wanatumia Photoshop kufanya kutengeneza michoro ya illustrations mbalimbali, kutengeneza icons, kutengeneza vitu tofauti ambazo hizi tunaziita ni art and illustrations. So kuna size maalum ambazo mara nyingi ndo zinatumika, so wanazirecommend kwamba in case hauhitaji kupata tabu, tayari kuna preset ambazo zimeandaliwa. Lakini pia kuna sehemu ya web. Kwenye web ni wale ambao wanafanya web designing, basi kuna recommended dimensions ambazo unaweza kuzitumia, lakini kama uzihitaji unaweza ku create ya kwako. Lakini nyingine nisema mobile, kama labda unatengeneza size ambayo inaenda kufit kwenye simu au unahitaji ku display kwenye simu,
au kama ni mockup hapo unahitaji utengeneze ya kitu fulani, lakini unahitaji kidisplay kwenye simu. So zipo setting ama zipo dimensions ambazo zinafiti kwenye simu. Lakini nyingine ni film and video. Hapo unakutana na size za video mbalimbali. Kuna 1080, kuna 4K, kuna 8K na settings za video tofauti tofauti kulingana na pale ambapo unaenda kuitumia video yako. Lakini kwa sisi kwa kuwa tunahitaji kutengeneza new document ambayo hii tuna customize, tunahitaji to create a new document. So hapa utakutana na option ya tunasema ni preset details. Sasa utahitajika kuandika jina, kwa sababu document yako lazima ipe jina. Ni lazima ufahamu document yako ni ya nini, labda kama ni bana au ni business card ama ni kitu gani, au kaandika jina lolote ambalo utaenda kulitumia. So right now mimi nitaandika jina la document yangu RAM Grex. So after there kuna dimensions za vipimo, kuna width, kuna height, lakini pia kuna aina, ni vipimo vya aina gani. So unaweza kutumia pixels, unaweza kutumia inches, unaweza kutumia centimeters, millimeters kulingana na aina ya ile document ambayo unaandaa. So kwa kuwa tunahitaji kutengeneza labda ni poster ya mtandaoni, tunaweza tukaacha vipimo hivi. Tutumia 1080 kwa 1080 inatosha, lakini resolution sasa unaweza ukachange. Recommended ni 72, lakini unaweza kuongeza weka 300 kwa ajili ya kuongeza resolution, kwa sababu 72 ni kama unaenda kutumia tu labda ku display kwenye simu, lakini ukiweka 300 ndio at least ndio option ambayo mara nyingi huwa ndio inatumika kwenye most of the designs, inatumika size ya 300 resolution. Kwenye color mode utaacha hapa RGB, lakini kama unahitaji kutengeneza document kwa ajili ya kuprint utaenda kutumia CMYK. Lakini kwa sababu ya kwetu ni ya kawaida tunaacha RGB, lakini kwenye rangi ya background tunaacha hivi white color. So tuta create. Ukisha create itafunguka document kama hivi. So document ukishakuwa imefunguka kama hivi, hii hapa sasa uko ready kuweza kufanya kazi yako. Sasa after opening Photoshop ina vitu mbalimbali. Kuna vitu ambavyo lazima uvikute au uvione kwenye workspace, kwa sababu hii screen yote tunayoiona hii inaitwa workspace, lakini workspace contains vitu mbalimbali ambavyo hivyo ndivyo vina control Adobe Photoshop. Ya kwanza ni menu bar ambayo inapatikana huku juu. Hii panel unayoona huku juu inaitwa menu bar. Hii tunasema ndio the brain Photoshop, kwa sababu ziko options mbalimbali. Kuna filtrations, kuna settings, lakini pia kuna na edits mbalimbali. Bar nyingine ni tool bar. Hii tools bar hapa sasa, hizi ndio zile nyenzo, kwamba hapa ndipo vinapatikana vitu ambavyo vitakusaidia kufanya kazi mbalimbali. Tunaziita ni tools kama nyenzo. Ni kama unaenda shamba, ubebe jembe, ubebe panga, ubebe na kifaa kingine cha kukusaidia kulima. So hizi tools zinatusaidia kuweza kufanya kazi kwenye hii space yetu hapa. Lakini kitu kingine ni hii space. Hii space inaitwa canvas. Canvas ndio ambayo ina contain taarifa zetu tunazozifanya. Kwa sababu tumefungua Photoshop, lengo ni kufanya kazi. So kazi ambayo utaifanyia kwenye hii white space. Na hii size sio kubahatisha, ni size ambayo umetengeneza mwenyewe kulingana na matumizi. So kwamba kile ambacho umekiweka ndicho ambacho unaenda kukitumia. So katika hii unaweza kufanya chochote ambacho unataka kufanya, then after unakisave na ki-export kwa ajili ya matumizi husika. So katika hii Canva hapa utakachokifanya chochote kita display kwenye hii Canva, lakini huku nje kwenye dark screen ama tunasema ni gray screen hakutaonekana chochote, kwa sababu huku ni sehemu tunasema ni off screen, huku hakitaonekana chochote. So kitakachoonekana ni kile ambacho unakifanya na kitakachokaa kwenye hii Canva. Lakini the second bar ni hizi panels. Panels zina options mbalimbali na functions tofauti tofauti kulingana na zile layers ambazo umezifungua, lakini pia na zile adjustment tofauti tofauti unazofanya. Kama kuna panel zina contain options ambazo hizi zinakusaidia kuweza kufanya adjustment, kuweza kutengeneza labda shapes ambazo labda umezitengenezea rangi tofauti, kwenye colors, kwenye gradient, vitu gani, zote hizi tunaita ni panels. Lakini pia kitu kingine ambacho ni cha msingi pia ni hapa chini kwenye bottom side. Hapa inakaa status bar. Hii status bar inaonyesha zile activities ambazo zinaendelea huku. So mfano kama hapa unaweza kuona ukiclick kwenye hii mshale utakuta option ya kuna document size, kwamba ukiclick itakuonyesha ile document size yako, hizi dimensions. Lakini pia ukiclick kwenye document profile itakuonyesha nini. So
hii inakuonyesha what is going on kwenye hii workspace yako ama kwenye hii Canva. Lakini pia kitu chingine ambacho ni cha msingi ni option bar. Option bar inatokea pale ambapo unakuwa umeselect tool. Sa mfano select tool ya kwanza ambayo ni move tool, inatuonyesha zile options za move tool. Lakini tukiselect selection tool ina change, inatuonyesha options za selection tool. Hali kadhalika na hizi settings nyingine ama hizi tools nyingine. Lakini pia katika hizi panels unaziweka kulingana na matumizi yako, sababu kwenye panels unaweza ukabadilisha panel ukaweka ambazo unazihitaji. Mfano kama mimi niliweka layers, niliweka properties, lakini nikaweka adjustment, nikaweka colors, nikaweka na gradient, kwa sababu hizi ndizo ambazo ni most usable. Lakini pia unaweza ukaondoa au ukastore, lakini uka add. Mfano unataka kuitoa, una right click then una close, kumbe unaitoa, inaondoka katika hizi options. Lakini ukihitaji kuirudisha, unakuja kwenye window ambapo tunasema huku kwenye menu bar, kwamba huku ndipo zinapatikana settings zote, lakini tunasema ndio the brain of the Photoshop. So unakuja kwenye window, unakuja kwenye search the properties ambayo tumeitoa. So unakuja kwenye properties, una click, then hapo itaappear. So after there you can do your work. Unaweza kuanza kufanya kazi yako na kuendelea na shughuli nyingine. So tunaweza tukaangalia ni kitu gani tunaweza tukakifanya kwenye hii Canva, tuweze kuona ni namna gani tunaweza tukafanya kitu, lakini pia tukakisave. Sometimes wewe utana hizi grid line. Hizi grid line ni kwa ajili tu kukuongoza kwamba okay, kazi yako at least isifike wapi. Na grid line mara nyingi zinatusaidia kuweza ku maintain ile white space, kwamba ni designing hatuhitaji ku overload, hatuhitaji kutumia hii Canva yote kwamba tukajaza sana vitu mpaka mwisho. No, tunahitaji tuache open space ambayo itasaidia kuweza kuongeza visibility ya kazi yetu. So tunaweza tukaangalia hizi tools, kuna move tool, kuna selection tool, kuna polygon tool, kuna quick selection, kuna crop, kuna hizi ni frame, kuna eyedropper au tunasema ni eyedropper, kuna ni spot hills, ziko tofauti. Kuna brushes, kuna contour, kuna magic eraser, kuna gradient, kuna dodge au ni blur tool, kuna dodge, kuna pen tool, kuna text, kuna hii path selection, lakini pia kuna shapes. Sasa hizi zote ni tools ambazo tunaweza tukazitumia. Sasa ukishakuwa umefungua, tunahitaji sasa tufanye a simple work ambayo tunahitaji tufanye to create kitu, then tukisave, then to create kitu, then tukisave, then to open chingine. So maybe tunahitaji kutengeneza labda shape. Maybe tunahitaji tutengeneze shape. So tunakuja kwenye options, kwenye hizi tools. Shape ipo kwenye tools. So tunakuja kwenye tool, then tunakuja kwenye shape, then tunachora ile shape yetu. Sasa hapa kwenye shape ziko za aina tofauti. Kuna rectangle, kuna rounded rectangle, kuna ellipse, kuna triangle, kuna polygon, kuna lines na custom shapes. Lakini nahitaji tutumie rectangle shape. So tu click kwenye rectangle shape, then tunachora shape yetu. As you can see, ukishachora shape kuna inatokea. Lakini sasa unahitaji kuona hii shape ambayo umechora, si ndio? Unataka ubadilisha hapa rangi, then unakuja kwenye layers. Katika hizi panels ambazo tuliziona huko mwisho, unaona kuna layers, kuna properties, kuna so chochote utakachokifanya hapa, kile ambacho utaki-add kwenye hii Canva kitaenda kwa pia kwenye layers, number of layers. Sasa mfano tuliadd hii shape, unaona layers imeongezeka. Lakini kama tukidelete shape, number of layers zinafutika kama zinabadilika. So right now tunahitaji tuone hii layer ambayo tumeiweka tunaweza tukaibadilisha rangi kwa namna gani. So unaweza ukaja hapo ka create mara mbili kwenye hii box ya ile ya rectangle, uka-click mara mbili ikafunguka. Then ikishafunguka you can edit it. Unaweza ka change rangi unayohitaji, then after changing color unaruhusu okay. Ukisharuhusu ina maana tayari imeshabadilisha rangi ya ile ya ile shape yako. Lakini pia kama unahitaji sasa ku-add text kwenye hii shape tool. Sasa ili usiku-add text huna haja kuselect. Usiselect ila iache open kama hivi, usio umeselect, kwa sababu ukiselect then ukaja uka-choose text tool utajikuta unaandika ndani ya hii tool. Sasa mwisho wa siku unachokifanya kitakuwa kipo ndani ya ile shape ambayo umeichora. Lakini tunahitaji tuandike kitu ambacho kitakuwa kiko nje ya hii shape.
tutakiunganisha na shape ama tutakiweka kwenye, tutakiweka juu ya shape, lakini iwe ni independent layer. So tutaklik tuta unselect hii layer, tutatumia move tool, tuta select tumeben, then tutachukua text tutaandika pale, labda tuandike RAM breaks. Yes, then utaruhusu hii option hapa juu, kwa sababu tool ambayo utakuwa unaitumia lazima itakupa options hapa juu. So right now tayari baada ya kuandika hapa juu inatuletea option. Sasa hii option unaweza kubadilisha rangi, ukabadilisha font size, lakini pia ukabadilisha font style ama font type. Sasa hapa juu baada ya kuandika then unaruhusu unatumia move tool kuweza kuimove text yako ama ile tool ulioweka ama ile layer mpya ambayo umeiweka sehemu ambayo unahitaji kae. Mfano hapa sihitaji kae kwenye shape, nataka ikae sehemu tofauti na kwenye shape, na hapa juu, lakini rangi yake ni nyeupe. So na document yetu ndani ni nyeupe. So nitabadilisha rangi, unaweza ukaja huko kwenye hizi options, kwa sababu panels zinatupa options tofauti. Sasa tunataka tuingie kwenye option ambayo itatupa mabadiliko au itatupa uwezo wa kubadilisha rangi, lakini pia na size ya font. So tunakuja kwenye character. Kama character utakao uioni ama haipo katika hizi panels, unakuja kwenye Windows, then unaenda sema character, unaicheck kama hapa, na click character itafunguka. Una choose color, unabadilisha. Kama unahitaji rangi nyingi huko ndani, una click pale, rangi yako utaipata. Unahitaji nyeusi au unahitaji blue, whatever rangi unayohitaji, yoyote ambayo unahitaji unaweza choose. So after there you can open it, then tayari umeshapata rangi ya font ambayo unahitaji, lakini pia size. Sasa kama unahitaji kuongeza size, unaweza ukaiselect, then ukatumia hii move tool, click kwenye hii option ya juu kabisa ama kwenye option ya pembeni juu, then ukaiongeza ukubwa. Lakini kwenye kuongeza ukubwa ni lazima uiongeze proportionally. Unaweza hold alt na shift kwa pamoja bila kuachia, then ukaivuta ikaongezeka ukubwa hadi pale ambapo unahitaji pale. So after there unaweza kuruhusu as you can see tayari umeshapata tool yako mpya ambao ni text tool. Sasa tumeshaona matumizi ya text tool, lakini pia na shape tool. Lakini sasa tunahitaji tuongeze kitu kingine, tuandike kitu kingine. So hapo unaweza duplicate kitu either kwa kuandika mpya ama kwa kutumia hii duplicate. Sasa ili tuweze kuongeza text nyingine, tunaweza tukaicopy hii tukaipaste ama tukaandika tena kwa kutumia text tool. So tunachukua text tool, then tuna click pale ndani, tunaandika kitu kingine, labda tuandike wewe. Yes, then unaruhusu pale juu, lakini rangi yetu ni ya blue na background ni ya maroon. Sasa tunahitaji tuweze kupata composition ambayo inaendana, so ni lazima tuibadilishe rangi. Sasa tutaingia kwenye character, tutabadilisha rangi yetu ya text, kwa sababu ni blue tutaiweka rangi nyingine labda white, au kama utaiweka labda njano. Then after there tunaenda tunaiongeza ukubwa, lakini sheria ni ile, lazima tu hold alt and shift. Kama unahitaji ku hold alt and shift, basi ukishapo click, make sure unakuja ni sehemu na kisehemu ambacho kitakusaidia kuweza ku maintain basmani aspect ratio hapa. Then ukisha click hii sehemu itakusaidia wewe kuweza kuikuza proportionally, lakini kama hauhitaji hivyo, then lazima u hold alt and shift kwa pamoja. After there unaweza kuruhusu ukatumia move tool kuweka sehemu ambapo unataka ikae. Then sasa tayari tumesha tengeneza ama tumesha create a shape, tumesha create kitu kwenye Canva, lakini pia tumeweza kuona kwamba namna gani hizi panels zinafanya kazi, kwamba zinatupa option kama hivi layers, tunachokiongeza kinaonekana huku, lakini pia vile vile tunachokifanya kinaonekana, namba ku change color, vitu vingine tunahitaji tuisave kazi yetu. So tunakuja kwenye file, then tunakuja kwenye save na click save. Kwa sababu document tulishaipa jina, tunataka sasa tu save, itatuletea tu save wapi. Baada ya kuweka kwenye save, kuna sehemu ya file name, lakini pia save as, unaisave kama nini. Kwa kuwa tunahitaji tu save an editable document, lazima tutaacha katika PSD. Ila kama tunahitaji tu save as picture ama PDF ama nini, tunaenda kwenye JPEG. Lakini pia kwa sababu tunafanya mazoezi, basi tutaacha hapa kwenye PSD, then tuta save. Hapo
itafunga dialog kama hii, then utaruhusu okay. Tayari document yako inakuwa imejisave. Ukiclose hii document alafu ukaja sema open, utakutana na document yako ile ambayo tulisave. Na tukumbuka tulisave vipi? Tulisave Rambrex. So ukiclick inaweza kufunguka kama hivi, kwa sababu tayari tumesha save. Tumetry tuisave kwa ajili ya matumizi labda kwenda kuipost. So tutaenda kwenye file, then tutaenda kwenye save as, kwa sababu tayari tulisha save as PSD. Ni kama labda kwenye Microsoft Word document tumesave kama doc. Ina maana ukiendelea ku create save kwamba kuna mabadiliko mapya umeyafanya na save. Sasa tunataka tuisave kwa format nyingine, kwa ni lazima tuisave as. Tunapokuja kwenye document kwenye file tunaenda sema save, then save as, na tupa option ya kusave tena kwa format nyingine. So labda tunahitaji ku save as JPEG, tuna click JPEG, then tuna save. After there itafunga dialog ya JPEG kama hivi, then kuna sehemu ya resolution ama sehemu ya quality tutaongeza mpaka mwisho, then tutaruhusu okay. Lakini pia option nyingine ni kwenye export. Tunakuja sehemu ya export na uje sehemu ya export as, tumesave kwa format nyingine, sababu hii export as inatupa option ya kuweza kuisave document yetu katika quality nzuri kwa ajili ya kwenda kuipost. So tuta choose pale kama ni PNG, itakuruhusu JPEG, GIF, lakini SVG. Then after ukishakuwa umechagua ile ambayo umehitaji, mfano labda tunahitaji JPEG ama PNG, unasema transparency na export, then utajisave. Yes, after there you save it. Tayari inakuwa imesave. So ina maana baadaye sasa tukienda kwenye desktop baadaye, so ina maana baadaye tukienda kwenye desktop file letu ambayo tumelisave tunaweza tukalikuta. Tukaja kwenye desktop tutakuta file letu ambayo tumelisave la JPEG, lakini pia la PNG kwa tayari tumesha save na iko tayari kwa matumizi mengine. So right now unaweza kuona file letu tayari tulisha save na tayari lipo ready for use. Kumba okay, right now tayari umeshapata mwangaza namna gani unaweza open Photoshop uka create kitu then baadaye ukakisave na kuendelea vitu vingine. So baada ya kufungua Photoshop ni ku open document, una create then una save, kwa sababu lengo ni ku create kitu, lazima ukicreate then ukisave. Lakini sasa kadri ambavyo unafanya ndivyo ambavyo unaelewa na kuweza kuendelea na vitu vingine. Baada ya kuona namna ambavyo tunaweza tukafungua Photoshop, lakini pia tukaona tools bar, tukaona menu bar, tukaona options, tukaona canvas, tukaona panels, na tukafanya a simple design, tukatumia tools mbili ambapo tumetumia text tool lakini tukatumia na shape tool, na tukaona namna ambavyo tunaweza tukasave. Sasa the next lesson tutaangalia matumizi sasa in advanced way, kwa sababu hapa tumepitisha macho na kuweza kuona Photoshop iko vipi, inafanyaje kazi, lakini bado sasa hatujaanza ile matumizi ambayo sasa ni makubwa, ambayo sasa haya katika next lesson tutaangalia sasa tools in advanced way, lakini pia panels in advanced way, na zile options mbalimbali, lakini pia na kufanya advanced design. Kwa tutafanya poster design ambazo sasa tutacombine tools tofauti tofauti, lakini pia tutaangalia namna watu wanaweza tukafanya manipulation ya text ili tuweze kupata design nzuri zaidi. Kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video zetu, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare, lakini pia kuturn on notification ili tunapokuwa tume release lesson mpya ama video mpya huwa wa kwanza kuiangalia, lakini mwisho siku uweze kupata maarifa na kuendelea kuenjoy design industry.